So mzigo unaanzia mitaa ya Bomba Mbili huko Lagos, Nigeria, na huko tunakutana huyu mwamba kuitwa Vincent Abaeti, ambapo huyu mwamba bana kwa sasa hivi hali yake haiko vizuri kabisa. Alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni kubwa tu, lakini kwa bahati mbaya akamepata kesi ya ubadhilifu wa kifedha, so akawa ametimuliwa na kesi ikawa iko mahakamani, and right now jamaa ndo hivyo akawa anajitafuta na kama amejipata kama waiter tu kwa Shifudi Dodoma, akanasogeza siko hapo, lakini dashishi akawa mkali kinoma, akichelewa msala, akimesa kidogo na wateja na kumsala, na kuna time alikuwa anamfokea mbele ya wateja wengine, baba wa watu. Lakini tulizo pekee mwamba alikuwa anapata kwa mke wake ba. Mkewe alikuwa anamsupport kinoma, licha ya yote alikuwa anapitia, mke wake anaendelea kumpatia hope kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Sasa shida kubwa ni pale ambapo mwenye nyumba wake bana anapokuja, chuma kinadai kodi kinoma, na leo anamwambia ina maana wewe umeshindwa kutafuta odds mbili tu ukamua maniu. So mwamba ikabidi amwombe sana mwenye nyumba kwamba nipate siku kadhaa tu utaweza kumalizana swala lako la kodi na kila kitu kitakuwa sawa. Mwenye nyumba anamwambia nakupa siku kadhaa tu, ukifeli nakuja nafunga nyumba. Sasa leo kama ameingia ofisini kama kawaida. Sasa alipokuwa anaenda kuchukua oda kwa mteja, ndo anashangaa anakutana na Ipisi bana ambayo zamani ilikuwa gani mshikaji wake, na Pisi kama imemkumbuka like, Vise uko hapa? Akamwambia yes, mimi nafanya kazi hapa. Ile Pisi kashangaa, yaani mtu kama wewe na elimu yako unafanya kazi eneo hili, punde si punde bosi wake akametokea, unamjua na ukali wake. Akaambia utarisha kupambana wateja asubuhi. Akaambia hapana, kuja kuchukua oda yake tu. Ile Pisi kashangaa, mbona bosi mkali? Jamaa ndo kila siku anakufokea hivi. Jamaa akafunga. Bosi akamwambia hapana, nitaka tu nijue kama anakuhudumia vizuri. Ile Pisi kamind, kuna mwamba anaongeleshwa namna ile. So akatoa simu akamgea mwamba, akamwambia andika namba zako za simu alafu tutagusana. Chuma kakinaogopa kuandika namba ya simu, unamjua bosi wake tena, lakini akajikaza akaandika namba ya simu. Pisi ile kama imetoka bana. Sasa huko nyuma akamwachia msala. Bosi akamwambia jamaa analetewa na wake zako hapa ofisini leo je Nchambe, si ndio? Jamaa akamwambia hapana, huyu mimi najua naye kitambo, isipokuwa sikutana naye muda mrefu. Sasa bosi akamwambia kama alivyotoka na ongozana naye huko mkaendeleze huo BFF wenu, hapa kazi huna. Mwamba akamwambia kidoma kujaribu kumwoa bosi wake, ni bosi akamegoma, akamwambia kazi hauna baba. So ndo hivyo bana, baada muda Pisi kama imemcheki na ikawa mwalika nyumbani kwake, imechukua nyumba zima goba. Mwamba kanapagawa tu jinsi ambavyo bidada yuko njema. Sasa kwenye story ndo mwamba anamuuliza bidada kwamba alipata mkasa ofisini kwao, na kama isingiziwa kwamba kuna kiasi kikubwa cha pesa ameweza kutokomea nacho baada ya kuonekana saini yake imethibitisha mwamba kuweza kutoka benki. So ndo hivyo ile kesi bado iko mahakamani, lakini ofisi yake haikutaka kumsikiliza kabisa, ikawa imemtimua kazi na ikawa pia imechukua baadhi ya mali zake. So Ipisi kama mwenye huruma kinoma mwamba. Natoka miaka hiyo Ipisi ilikuwa na mezea mate kinoma. So ikawa haijafurahia kuona chuma naishi maisha kama haya. So mwisho siku bidada akamwahidi mwamba kwamba ataweza kumsotia hiyo issue ya kodi baada ya kuamweleza kwamba nyumbani kwake ametimuliwa kutokana na kodi ambayo anadaiwa, na pia akamwahidi kwamba atamuunganisha na mchongo wa kazi. So Pisi ndo hiyo bana ikawa minuka kwenda kujisoposopo ndani na mwamba kuweza kutazama zile nyama zikipepea. Wewe sasa narudi kwa mke wake, namwambia kwamba amefanikiwa kupata kazi bana. Mke wake amefurahi kinoma, the Lord has done it finally wakawa wamefurahi, na mke akajua kabisa huu ni mwanzo mwema wa maisha yao ya yeye na mume wake. Asa chuma leo ni siku yake ya kwanza kazini kwa ule bidada, lakini uwezi amini muda wote zile nyama zikawa zinamtazama tu mwamba. Mind you kwamba toka kitambo bidada amekuwa na mkrashia huyu mwamba, na kwa makusudi kuweza kumtega akatanguliza mbele pira, alafu nyuma akamwacha Diara kumkomandi refa kwenda kutazama VAR na Manara na press na waandishi wa habari. Wana controversy. Siku chache mbele mwamba amepewa gari bana kazini, na break ya kwanza nyumbani mkewa akamefurahi sana bila kujua kwamba ni kitu gani kinapikwa. Asa leo chuma akameitwa usiku nyumbani goba kwa ule bidada nyama, na kufika kameuliza kwamba nini shida, kwa sababu haikuwa muda wa kazi. Akaona eleze tu hisia zake kwa mwamba, na akamwambia kwamba siku zote hizi amekuwa akiishi kwa taabu toka nyakati zile, anamfahamu mpaka leo bado wake amekuwa na mapenzi kwa mwamba. Ndio mwamba akastuka akamwambia unafahamu kama mimi niko na familia? Bidada akamwambia najua, na haitokusumbua kabisa mahusiano yangu kati ya mimi na wewe. Lakini mwamba akawa amekaza na akasema yeye yupo kikazi zaidi na hawezi kusaliti familia yake. Hisi nilinkera kinoma. Unakataje mwamba, unakataje? Asa leo mwamba anafanya shughuli zake nyumbani, ndo mkewe kumfuata kumuuliza vipi, mbona uende kazini? Jamaa akamwambia hapana, leo usiingie, kuna vitu viko sawa ofisini. Mkewe akasema vitu gani? Akamwambia tu kuna sheria ambazo nimeona haziendani na kufanya jongo kazi, so kwa sasa nitakaa tu nyumbani. Mkewe akashangaa, sheria gani? Yaani kitu kimoja tu ndo kifanye wewe usifanye tena kazi, bila kujua kwamba wanaume wake afanye vitu vyote hivi kwa ajili yake. Na mwisho siku mwamba anamwambia nimeacha kazi. Mkewe akasema umeacha? Hivi umesahau maisha ambayo tumeyapitia na sasa hivi tumeishi maisha mazuri kwa kipindi cha muda mfupi? Lakini mumewe akamwambia mimi ndo mwanaume na tayari nimeshafanya maamuzi, kazi nimeacha. Sasa ile Pisi nyama bado ilikuwa inaendelea kumwaza kinoma mwamba, na bado alikuwa anaendelea kumvutia waya, na chuma kawa kipokei, lakini Pisi ikawa ikatamaa, waya unaendelea kuvutwa tu. Sasa mamba kaona leo apokee, ila kikauzu kinoma kwamba nini shida. Pisi kamwambia hata kama ni kuacha kazi ndo wache kazi kifurugu hivyo baba.
Mwamba akamwambia ndio hivyo, nishafanya maamuzi. Sasa ile pisi ikamseduce Mwamba kwamba kesho aweze kufika ofisini ili aweze kumsainia barua rasmi ya kuachisha kazi na pia iweze kumpatia pesa zake za kinua mgongo baada ya kufanya kazi kwa siku kadhaa. Mwamba akamkubali na akasema nitarudisha na gari lako. Bibi akasema sawa. Sasa time ikapita, sijui nini kilitokea. Tunakuja kushuhudia leo bana, yule Mwamba yuko na ile pisi nyama. Wait, what? Siku zote alikuwa anamgomea huyu bidada, lakini cha kushangaza leo anayemgomea ni mke wake na simu akawa okote. Pisi kamwambia okota bana, zungumza na mkeo. Ndio Mwamba akawa ameokota, lakini akawa mkali noma kwa mke wake. Kikana mlalamikia kwamba ni muda umepita nyumbani hujarudi na simu pia uokoti, uko wapi? Lakini jamaa akanamjibu shoti tu mke wake. Chuma kake kimekata konga, kikajivuta kwa pisi nyama. Oya we, kweli uchawi upo wanangu. Sasa leo bidada akabidi aende kabisa kumfuata kazini mume wake kwa sababu alikuwa haelewi mapicha. Lakini kufika ofisini mume wake akawa mkali. Akashangaa, wewe nini kimekukuta? Nyumbani haurudi, sikuoni na simu upokei. Unajua kama ni mke wako? Ndio Mwamba akamuuliza, mke gani? Akajifanya kama vile amjui, amtambui kabisa. Na kama itoshi pia akamwita na mlinzi, akamwambia mtoe. Yani uweze amini kama movie bana. Ubidada ndo hivyo bana, akachukuliwa na mlinzi akiwa amini, analia na machozi, mwili mzima umejaa na ganzi simanzi. Lakini ndo hivyo bana, mwanaume wake leo anakana kumjua. Upande wa pili kama kawaida, mume wake yuko na pisi nyama. Sasa mke wake bado bana hakukubali, kabidi aweze kutafuta na poishi yule bidada na mwanaume wake, kuingia ndani na kugonga ile nyama. Ndo hiyo kajisogeza na kwenda kufungua mlango. Wewe ni nani? Yule akasema mimi ni mke wa Vincent. Yuko wapi mume wangu? Akasema mumeo. Ndo ile pisi ikaanza kumuita Vincent, ile baby. Unashangaa baby mume wake akamitika, lakini mume wake kuja bana kama mjui vile, akaanza kumfokera, akamwambia ukome kuja nyumbani kwa mimi na mwanamke wangu. Sasa mke wake akashangaa, ukapata kitu gani? Lakini chuma akawa kimekaza na kimegoma kabisa. So ndo hivyo bana, kwa nguvu sana kama mfukuzo ile bidada, akafunga mlango akarudi kwa ile pisi yake. Sasa leo bidada akawa amekaa na mama yake bana, akamweleza kila kitu ambacho kimetokea kati yake na mwanaume wake, lakini pia mwanaume wake kuwa tayari kuna mchepuko naye hataki kumsikia kabisa. Ni mkubwa akawa amegoma. Visi anayemjua hawezi kufanya kitu kama hicho. Akasema ngoja nimpigie simu. Kupiga akampokea ile bidada. Mama akamwambia mpatie simu mke wangu nizungumze naye. Ile pisi akasema niko naye, nataka kuzungumza na wewe. Mama akasema unasemaje? Yaani Visi anataka kuzungumza na mimi? Akamwambia kama kweli sio mimi ambaye nakaa siti za mbele kama mposa kawe, basi kweli wewe utaweza kumchukua mwanaume wa mtoto wangu, lakini la sivyo Mungu ataweza kumrudisha huyo mwanaume hapa nyumbani. Mara simu ikakatwa. Akashangaa, yani Visi kunikatia simu mimi? Sasa hapo kati bado vitu vingi vilikuwa viko sawa kwa ubidada na mtoto wake, pia changamoto zikawa nyingi, lakini bado pia akaona kama hawezi kubali mwanaume wake aweze kuchukuliwa. Sasa siku ya pili akaenda kufanya varangati kinoma kwa ubidada, akamfungia mtaa, akamwandika mtaa mzima kwamba ubidada ni mwizi wa wanaume wa watu. Lakini ndio hivyo bana, mashangingi wa Sinza hawana gaibu. Ubidada hakutikisika hata, ndio kwanza akatia gia kwenye gari, huyo akasepa. Kesho yake kwa nyumbani, mara Visi huyo ametimba, kumbe taarifa kwamba mke wake anaenda kufanya vurugu kule kwa ile pisi yake. So akaja huku kuwaeleza kwamba kuanzia leo wasimhesabu kabisa kama yeye ni baba wa familia, anajitoa rasmi na kuanzia hivi sasa yeye ni mume wa ile pisi kule ya nyama. Hii scene inauma sana ukitazama hii movie kiukweli, hasa pale ambapo bidada na mtoto wake pia walienda paka kupiga goti na kulia kwamba usiende, si ndo familia yako, lakini Mwamba hakusikiliza kabisa. Kurudi kwa ile pisi kule, ile pisi kama imekuja na mpya kwamba eti namtaka huyu Mwamba aweze kumgea rasmi mke wake talaka ili yeye na huyu Mwamba aweze kuoana rasmi. Na uweze amini Mwamba kusita kabisa, na bidada akamwambia kwa ninapokupenda mubaba tutakupatia mwanasheria fasa aweze kumpa talaka yule mwanamke, kisha mimi na wewe tuweze kuoana. Haikuchukua muda bana, talaka ikawa imefika nyumbani kwa bidada bana. Na leo mama yake bana kama amefika pia, akamwelezea kuhusiana na talaka, akamwambia pia yeye tayari tamaa ameshakata, amekubali hivi sasa kwamba yeye ameweza kuachwa na yule mwanaume. Lakini mama yake siku zote amekuwa anasimama sana kwenye imani ya dini. Akamwambia nilikwambia toka mwanzo, simama muombee mwanaume wako, usimkate tamaa kabisa, na Mungu ataweza kuonesha kwenye hilo. Sasa bidada hakuwa anaamini sana kwenye masuala ya kimungu lakini kuanzia hapa bana akaanza kusali sana, ongea na Mungu sana usiku. Na ndo hapa saa wakati pia anafanya maombi, mimi nikana nimemzumu vizuri kuweza kumtazama, naye pia na nyama mashallah. Si yule Mwamba anakwama wapi? Sasa leo Mwamba yupo kwa ile pisi yake, pisi nyama inamwagi Mwamba na kuanza kumzungumzisha, lakini Mwamba leo kama vile hana mood. Ile pisi kashangaa. Pisi viendelea kumuongelesha Mwamba kama mind, akasimama akamwambia kama unaona mimi nafaidi kumwangalia mziki kala kwenye TV, hashika remote umwangalie wewe. Chuma akasepa. Bidada akashangaa, huyu amekuja kuaje? Sasa upande wa pili huko kwa binti Sayuni, maombi yakawa yanaendelea. Sali sana, nena kwa lugha mwanamke, muombea mume wake. Sasa leo kukicha kwa Mwamba, chuma kinamka, kinajikuta kiko hapa. Nashangaa hapa niko wapi? Nimekuja kujaje hapa? Ile pisi kashangaa. Kwa mimi na wewe tunaishi hapa kwa mwezi hivi sasa. Mwamba akasema mwezi mzima niko hapa na familia yangu je? Pisi kashangaa akasema huko na mimi na mke wako umemwacha tayari, mimi na wewe tuweze kuoana. Akasema haiwezekani. Chuma huyo haraka akatoka akasema anaenda kwa mke wake. Ndio Pisi kama imevurugwa bana. Nafasi kabidi aweze kumvutia konga mganga wake. Kama imekwaje? Mbona Mwamba amekata kamba haraka? Ndio mganga anamwambia utakuwa umekosea masharti. Akamwambia sikosea, ile chupa perfume ambayo nilipatia bado ipo kwenye kabati kama kawaida. Lakini kwenda anaikuta iko chini na imevunjika bana. Kumbe ile maombi ya jana bana
ilivunja paka ile chupa, uweze amini. Ndio hapo mwamba akawa amerudi kwa mke wake bana, tena kwa magoti, na kaza kumwomba msamaha sana mke wake, mimi sielewi kwa nini nimejipata kwenye nyumba ile dada, na hata sijui nini ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu. Kwa kuwa mke wake alijua kabisa kwamba alikuwa na mapicha picha na ni maombi huenda amesaidia, basi bana kama amemsamehe mume wake na kama amemkumbatia pia. Siku iliyofuata ile pisi kama ameenda kuomba radhi bana nyumbani kwa ule mwamba, na kama ameeleza ukweli wote kwamba yeye alikuwa amwekea dawa mwamba kwenye perfume, kila ambapo alikuwa akipulizia yeye na kimnusisha ile harufu, ndivyo ambavyo mwamba alikuwa anajikuta anavutika na yeye. So kumbe ilikuwa ni dawa. Ndio mkubwa akasema, nilisema mimi maombi yakawe yanasaidia. So mwisho siku ndio hivyo bwana, kama mtimua pale nyumbani ile bidada, msamaha familia pia ukawa umepita kwa ajili ya huyu mwamba. Kesho yake anapigiwa simu kutoka ofisini kwao, anaambia kwamba ile kesi ambayo alikuwa anadaiwa yeye kwamba alifanya ubadhilifu wa fedha ofisini kwao, wamegundua kwamba hakuwa na hatia na yeye amefutiwa makosa yote na anarudishwa kazini na takabidhiwa mafao yake yote. The Lord has done it finally. So kila kitu kwa mama bana kaka imerudi kukaa kwenye hadhi yake bana. So mzigo ndo unaishia hapo bana. Mimi naitwa Rahul Khan, hope umeenjoy. Endelea kunifuatilia kwa mitandao yangu yote ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter na Instagram natumia kama @Rahul_. Huko utapata update kwa ukaribu zaidi kwenye movie mbalimbali ambazo zinakuwa zimetoka.